Himaya ya Kitwe. Himaya ya Kitwe, ardhi iliyotukuka. Mama, mbona umesimama? Unamfahamu? Ndiyo, namfahamu. Ni mlezi katika himaya ya kifalme. Tunda, mimi kwa upande wangu maandalizi yameshakamilika ya kuhusiana wewe kuolewa na mimi. Sijui kwa upande wako. Maandalizi? Ndiyo. Mbona mimi sina taarifa yoyote ile inayohusiana na maandalizi ya harusi kati yangu mimi na wewe? Yawezekana usifahamu kila kitu, kwa sababu wazazi wako wameshanipatia uhakika wa kwamba ni lazima wewe uolewe na mimi. Salamu mwana mfalme wa himaya ya Kitwe. Ardhi iliyotukuka. Mnaenda wapi? Tunakwenda kutafuta uyoga. Sawa. Sikiliza nikwambie. Mimi kama binti mfalme siwezi nikachaguliwa mchumba na wazazi wangu au na mtu yoyote yule. Tunda, mimi nakupenda sana wewe na siko tayari kukupoteza wewe, kwa sababu hili jambo ni jambo la muhimu sana kwangu mimi, na sio kwangu tu, hata kwako wewe. Kiago, unamwona yule binti mnene? Naomba kanitie. Enyi mabinti wa himaya ya Kitwe, binti wa himaya ya Kitwe, kwa upande wa kulia, naomba unifuate. Unaitwa nani? Naitwa Msaneza. Unatoka koo gani? Natoka katika koo ya Mzee Matongo.
Emzunguka kidogo nikuone. Geuka. Kumbe himaya baba yangu ina mabinti wazuri kama hivi. Sawa, tutaonana wakati mwingine. Unaweza kaenda. Himaya ya Kitwe, usiku umekaa kimya. Nisikilize, siwezi kupangiwa ridhaa isiyokuwa na maana yoyote kwangu. Umenielewa? Na vile vile sihitaji kusikia taarifa yoyote ile inayohusiana kuhusiana na ndoa. Hivyo basi, labda uende tena kule kwa wazazi wangu ukazungumze nao, kisha ndio urudi. Beduye. Himaya ya Kitwe. Ardhi ilotukuka. Unaenda wapi sasa hivi na hili jua? Nipo naenda nyumbani kujiandaa na baadaye mawindo. Si unajua tena. We naye. Hata siku moja je kunileta hata kitoweo? Ona, leo kama mawindo yataenda vizuri, takupitisha chochote kitu. Haya. Sasa Wande, samahani, na ujumbe wangu nataka ufikishe mahali. Ujumbe gani huo? Kiukweli mimi nampendaga sana rafiki yako. Kiukweli nampendaga sana. Yaani nashindwa hata nisijui nisemeje. Naomba ufikishe ujumbe wangu. Kwa usijali. Nitamfikishia ujumbe wako. Basi sawa. Haya. Wande, ukisahau kumwambia. Haya sawa. Nampendaga sana. Ni mabinti. Umetokea wapi? Tumetokea msituni. Tulikuwa tukizunguka zunguka. Hamjui kama tayari ameshavuka mpaka wa himaya ya Nondwa? Mipaka? Ndio.
Nyinyi ni kina nani? Mimi naitwa Tunda. Ni binti mfalme tokea himaya ya Nondwa. Na huyu ni binamu yangu Sozi. Oh, binti wa mfalme. Sawa. Bedue, kwanza nafurahi umefika kwa wakati. Mbali na hapo, wewe ni kijana mzuri sana kwenye himaya yetu ya Kitwe. Hisia huwa zimkimbii kiziwi. Kukuita kwangu hapa namaanisha huko ndani ya utawala wangu, chini ya uvungu wa moyo wangu. Moyo umebeba uzito. Hili eneo ni mwisho mpaka kati ya Nondwa na himaya ya Kitwe. Na naona mnatembea mko wenyewe na huu msitu una wanyama wakali. Naomba mjitahidi sana, muwe na uangalifu. Sawa. Asante. Sawa. Binti mfalme, nini mtoto wa mjane, na mila na desturi za himaya yetu siruhusiwi kabisa kuwa na mahusiano na mtoto wa kifalme. Je, huoni kama utaniweka katika matatizo makubwa mimi na familia yangu? Hayo yatabaki kuwa kama kioo. Matamanio yangu mimi yapo kwako. Hayo mengine niachie mimi, nitayafanyia kazi. Tunda, umemwonaje yule? Kawaida, kwani kuna nini? Wewe naye bwana, kijana watu mpole, mstaarabu, pia mtaratibu. Ni sawa, lakini mimi namuona kawaida tu. Alafu mbona mwenzangu unaongea kama ujali? Kwani hujampenda wewe? Sawa binti wa mfalme, naomba ruhusa yako niweze kuondoka. Sawa, unaweza ukaenda. Moyo umebeba uzito. Himaya Kitwe. Umeanza eh? Haya, tuondoke. Nimechelewa rafiki yangu? Hapana, hujachelewa. Karunde, kuna jambo nataka nikwambie.
Jambo gani hilo Wandi? Nina ujumbe wako mzuri. Ujumbe? Unahusu nini tena? Ujumbe huu kutoka kwa Bedui, yule kijana mwindaji. Amesema anakupenda.